Ndugu mwenyekiti wa mkutano huu, wajumbe wa bodi ya PMCU, viongozi wa vyama vya msingi kwa maana ya AMCOS, wanachama wote wa PMCU, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Awali ya yote, napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa leo. Kwa niaba ya bodi ya PMCU, ninayo heshima kubwa kuwasilisha taarifa ya utekelezaji wa bodi inayoonyesha mafanikio makubwa tuliyoyapata katika kipindi cha uongozi wetu. Moja, kupata hati safi ya ukaguzi, hati inayoridhisha. Moja ya mafanikio makubwa ni kupokea hati safi ya ukaguzi. Hii ni ishara ya uwajibikaji, usimamizi mzuri wa rasilimali za chama na uadilifu katika matumizi ya fedha. Mafanikio haya yametokana na ushirikiano mzuri kati ya bodi, management na wanachama wote wa PMCU. Namba 2, kupata hati ya kiwanda cha Kibara. Tumefanikiwa kupata hati ya kiwanda cha Kibara, hatua iliyotupatia nguvu ya kuendelea kuaminika katika vyombo vya kifedha na kuendelea kupambania viwanda vingine ambavyo pia viko katika hatua nzuri. Kuongeza wanachama wapya. Katika kipindi hiki tumeshuhudia ongezeko la wanachama wapya. Hii inaonyesha imani kubwa ya wakulima na wadau kwa uongozi na mwelekeo wa PMCU. Kuongezeka kwa wanachama kunaongeza mtaji wa chama na nguvu ya pamoja katika uzalishaji na masoko. Ubunifu wa kuanzisha mazao mengine. Bodi imehamasisha na kuhimiza ubunifu wa kuanzisha mazao mbadala bila kutegemea zao moja la pamba pekee. Mkakati huu wa mseto wa mazao utaleta usalama wa kipato kwa wanachama wetu na kupunguza hatari ya kuyumba kwa bei ya zao moja tu la pamba. Kibali cha kulima zao la tumbaku. Tumepata kibali cha kulima zao la tumbaku baada ya kusajili AMCOS zote husika katika mamlaka zinazotambulika. Hii ni fursa mpya ya kiuchumi kwa wanachama wetu wa PMCU na itatusaidia kuongeza mapato ya chama na wakulima mmoja mmoja. Ununuzi wa trekta na pikipiki. Katika kuboresha huduma kwa wanachama, tumeweza kununua trekta na pikipiki kwa ajili ya kurahisisha usimamizi, ufuatiliaji wa shughuli za kilimo na utoaji huduma kwa wakati. Vifaa hivi vitachangia kuongeza tija na ufanisi katika maendeleo ya PMCU. Utatuzi wa migogoro ya AMCOS na kurejesha gara. Bodi imefanikiwa kutatua migogoro ya baadhi ya AMCOS kwa njia ya mazungumzo na kufuata taratibu za kisheria. Aidha, tumefanikiwa kurejesha gara la Butiama AMCOS baada ya kuwa limeuzwa kwa zaidi ya miaka 30, hatua ambayo itaongeza uwezo wa kuhifadhi mazao na kuimarisha mapato ya chama hicho. Elimu ya ushirika kwa wanachama. Tumeendelea kutoa elimu ya ushirika kwa vyama wanachama wa PMCU ili kuongeza uelewa wa haki, wajibu na msingi ya uendeshaji bora wa vyama vya ushirika. Elimu hii imeongeza wajibikaji na mshikamano miongoni mwa wanachama. Ndugu wanachama, mafanikio haya ni matokeo ya umoja, ushirikiano na uongozi thabiti. Hata hivyo, bado tunayo safari ya kusonga mbele zaidi. Tunawaomba muendelee kushirikiana na bodi yenu kuunga mkono maamuzi ya kimkakati na kushirikiana kikamilifu katika shughuli za chama. Kwa pamoja tutaendelea kuijenga PMCU iwe taasisi imara yenye tija na manufaa kwa wanachama wake na taifa kwa ujumla. Penye mafanikio hapakosi changamoto. Moja kati ya changamoto tulizonazo ni madeni ya muda mrefu ya kurithi. Chama kina madeni ya muda mrefu tuliyoyarithi ambayo yanaathiri taswira ya kifedha ya taasisi na kusababisha taasisi za kifedha kusita kutupatia mikopo kwa urahisi. Upungufu wa watendaji. Kutokana na kipato kidogo cha chama, tumekuwepo na upungufu wa watendaji kulinganisha na mahitaji halisi ya kiutendaji. Mapato yasiyokidhi mahitaji ya kifedha. Mapato ya chama bado hayatoshi kukidhi kikamilifu gharama za uendeshaji na utekelezaji wa miradi ya maendeleo.
Mabadiliko ya bei ya sokoni. Kubadilika kwa bei ya mazao na hasa zao la pamba na mazao mbadala huathiri mapato ya chama na wanachama kwa ujumla. Mabadiliko ya tabia ya nchi. Ukame, mvua zisizo na uhakika na magonjwa ya mazao huathiri uzalishaji na ubora wa mazao. Uelewa mdogo wa baadhi ya wanachama kuhusu ushirika. Baadhi ya wanachama bado hawana uelewa wa kutosha kuhusu haki, wajibu wao katika ushirika. Changamoto za uwazi, uwajibikaji katika baadhi ya AMCOS. Mapungufu ya kiutawala katika baadhi ya vyama vya msingi yanaweza kuathiri utendaji wa chama kikuu. Upatikanaji mdogo wa mitaji ya uwekezaji. Ukosefu wa mitaji ya kutosha uchelewesha utekelezaji wa miradi mikubwa ya maendeleo ya chama. Ndugu wanachama, pamoja na changamoto hizi, bodi imejipanga kuweka mikakati madhubuti ya kuzitatua kwa kushirikiana na wanachama wote na wadau mbalimbali. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki PMCU, Mungu ibariki Tanzania. Pato na matumizi kwa mwaka ulio kuanzia mwaka 25-26. Ukija ukurasa namba 17 utaona ni mapato ya chama. Chama chetu hadi sasa kinategemea mapato kutokana na ushuru. Kwa mwaka huu tulikuwa na ushuru wa pamba, tulikuwa na ushuru wa dengu, tulikuwa na ushuru wa mbazi, ushuru wa choroko, lakini faida kutoka benki, lakini tuna mapato yanayotokana na ukodishaji wa eneo la kiwanda cha Kibara ambapo amepanga Mchina. Lakini tuna ada ya viingilio vya wanachama na mapato yanayotokana na zabuni mbalimbali ambazo tunazitangaza. Kwa jumla ushuru wa pamba tulikuwa na milioni 50, ushuru wa dengu tulikuwa na milioni 48,980,789, ushuru wa mbazi ilikuwa 399,828, ushuru wa choroko ulikuwa milioni 1,189,650. Faida ya benki tulikuwa na shilingi 40,635. Mapato yanayotokana na ukodishaji, kodi ya kiwanda cha Kibara ni milioni 54,180,080. Ada ya viingilio ilikuwa ni shilingi 60,000. Ada ya zabuni ilikuwa milioni 7,400,000. Jumla ya mapato ilikuwa milioni 162,575,050. Napofuata ni matumizi ambayo fedha hizo zimetumika. Namba 1 ni mishahara kwa watumishi, jumla imelipa milioni 21,185,700. Posho ya matibabu 1,150,000. Kuna gharama za vikao vya management milioni 1,135,000. Michango ya NSSF milioni 2,118,570. Shajara na uchapaji milioni 11,242,000. Matengenezo ya mafuta na matengenezo ya gari milioni 3,570,000. Gharama za usafi na ulinzi